Sasa wajua ule mtu ambao lazima tumshukuru ni Mungu. Ni Mungu tumshukuru. Na Mungu sasa wajua ule mtu ambao lazima tumshukuru ni Mungu. Ni Mungu tumshukuru Mungu. Lakini wajua nikiwaona nyinyi kweli mumepona. Mumepona. Hakuna mgonjwa hapa. Na nyinyi mko young. Sasa mko young mnapata ugonjwa gani? Na vile mko young. Pressure. Kwa sababu sasa nikiwaangalia yote ni young. So, kitu ya kwanza nilikuja hapa kwa sababu ya patient moja. Anaitwa Pauline. Pauline alivunjika miguu akiwa Embakasi kwa hiyo explosion. Tukamleta hapa kwa sababu alivunjika mguu. Kumleta hapa tukaambiwa kusaidiwa lazima anuliwe plate. So hiyo ndio ilikuwa kwa shida yangu ya kwanza. Kumnulia Pauline plate ili afanywe operation. Na akafanywa operation hapa ikawa sawa. Sasa bado ako hapa atatoka baada ya siku 7. Hakuwa na NHIF. Lakini hata kama angekuwa na NHIF hawangelipa hiyo plate. Hiyo plate haiko kwa NHIF. Ndio maana unaona rais anasema anataka kugeuza iwe SHIF. Ili sasa hizo vitu zote za diagnostics ziwe ndani. Madawa zile ambao mtakuwa mkitumia kila mwezi kama mko na diabetes, lakini nyinyi ni young sana, mfai kuwa na diabetes. Au muwe na arthritis, hiyo yote inaingia kwa SHIF. Sasa nilipokuja patients wakaanza kunifuata, mami tumekuwa discharge, hatuwezi kwenda nyumbani. Tukaanza na 12 walienda jana. Nikaambiwa kuna wengine 48. Nyinyi ndio the first 20. Nilienda around nikitafuta pesa. Wajua sasa pesa ile mimi niko nayo na nikisaidia hata nilitumia almost 1 million kwa explosion. Nilinunua madawa, mbandusi hawako na dawa. Na hiyo pesa ikaisha. Sasa nikaenda kwa well wishers. Nikasema lazima nitoe wale nitaweza leo na nimewatoa 20 of you mtaenda nyumbani. Alafu kesho tutakuja tutoe hao 28. Kuna kampuni leo, kuna kampuni iko na mtu anaitwa H0SPITAL Patel, Imara Mall. Nilifika mpaka huko nikamwambia Mukesh, nataka unitolee kitu nisaidie watu wa Mbagathi ambao wako hospitali. Hamu kufugwa, hamuna pesa ya kulipa. Sasa kufugwa mnashikiliwa hivi. CEO ameniambia wajua Passaris, hakuna mtu tunaweza kufuga hapa. Mtu akilipa au NHIF ikilipa wanaenda nyumbani. Sasa wale ambao hawana NHIF lazima hospitali ipate pesa kwa sababu hospitali pia itaanguka. Si ndio? Mlikuja wagonjwa. Sasa mko sawa kabisa. Lazima daktari alipwe, stima ilipwe, dawa ilipwe, theater iwe sawa, nurses walipwe. Si ndio? So hiyo hospitali hatuwezi kuwalaumu. Kitu hospitali ilinifanyia na ninataka kushukuru Governor Sakaja na Selentoi, huyo waziri wa health. Amenipatia discount ya 50%. Kama hawangenipatia hiyo discount, ningekuwa sasa naenda kuhangaika kutafuta 1.2 million. Sasa hiyo wamenipatia shida ya kutafuta 600,000. Jana tulipata 250, leo tumetuma 150, kesho niko na 200, lakini nimesema hao 60, walikuwa kwa 60, na sasa leo nimepata mwingine amenipata hapa, amekuwa discharge. Hatutaki mtu akishatibiwa hospitali hawe kama hana njia ya kulipa social services. Wajua hakuna mtu atataka kukaa hospitali. Chakula ni nzuri nasikia. Chakula ni nzuri, kitanda labda ni nzuri, lakini sioni mtu hapa ananiambia mama usinilipie mimi napenda hapa. Kila mtu anataka kwenda nyumbani.
nyumbani, ndio? So leo mnaenda nyumbani. Robert, umemaliza kazi? Huyu ndio sasa bodyguard amekuwa accountant. Yes. Umemaliza? Wako tayari kwenda discharge papers? Rogers yuko wapi? Anamalizia. Rogers anamalizia. Ya, kila mtu ambao yuko hapa 20 mtaenda leo. Sasa wengi hawana NHIF. Hata kama wajua lazima muregister. Ile kitu mtafanya kwa sababu umeona sasa you are young and you got sick, si ndio? Hiyo kitu mtafanya, mtafute pesa hata kama utatuma 500, 200, 300 muregister na NHIF. Kitu ambayo itakuwa mzuri na shift, hata bila kulipa utakuwa registered. Kila Mkenya ataregister. Alafu tutaanza kuangalia kwa sababu wajua afya itakuwa na challenges. Hiyo ndio maisha. So lazima kila mtu aregister. Alafu sasa ndio tupange hiyo kazi, tuhakikishe kuwa hospitali zitakuwa zinawapatia matibabu bure. Hiyo ndio maana rais anasema mtu kama Passaris ambao mshahara yake iko juu afai kulipa 500 kama ule ambao hana kazi au kwanza ule ambao hana kazi anaambiwa 300. Hata kuna wale ambao tunajua hawawezi kulipa kwa sababu hata ile kodi, hata ile chakula wameshindwa. So sisi ambao tuko na pesa zaidi tunafaa tushikilie wale ambao wako chini. Alafu tunataka pia tukiwashikilia pia tunawainua. Wajua Mungu amesema umaskini si yeye ametendeza, ni binadamu. Kwanza wangapi hapa ni single mothers? Woi. Wanaume wako wapi? Hawako. Wako wapi? Wanatorokea majukumu. Wanaika bora wanaenda. Lakini sasa ngoja nikwambie, ukifanya mistake mara ya kwanza, mara ya pili sasa usilaumu mwanaume. Ukipata mtoto wa kwanza, serikali inapeana family planning. Hata ukitaka watoto 10, bora unaweza kuangalia. Wajua nimeona wamama wengi, hata women rep wa Kirinyaga alinipigia simu. Akaniambia Passaris, uko na donation yoyote ya kupatia watoto maziwa hii formula ili wapate nutrition, kwa sababu mama wengine hawana maziwa. Kwenda Pumwani kwa milk bank saa zingine ni ngumu transport. Hiyo maziwa ya mkebe ni 2,000. Na hiyo ndio formula mtoto anafaa kukula. Sasa ukienda kuzaa watoto 3, 4, una kazi. Wajua kama mwanaume wa kwanza hakubaki na angalie mtoto wake, ule wa pili hata baki angalie wake na wa huyo mwingine. Wewe kitu ile tunataka, serikali imeweka mipango ya kuwainua. Kwenda masomo kuna bursary. Kuna tertiary colleges. TVET. Kuna university. Kuna Women Enterprise Fund. Hata siku hizi si lazima uende ofisini. Unaingia tu na watu 10, mnaingiza details online, mnapata kuingia Women Enterprise Fund, mupate nini? Mupate faida. Kuna Hustler Fund. Ukipokopa usiende kuchukua simu nyingine. Wajua wengi kuna mtu ananipigia simu ananiambia Mathe, nisaidie na 1,000. Aya, namwambia acha nikutumie. Hapana, wacha nikutafutie namba. Na siku hizi hata mabwana, kuna wengine hapa wana rent bwana. Unatafuta bwana akuweke ndani ya medical cover yake ati wewe ni bibi yake. Hao wanaume ngojea, ukishamweka kwa NHIF atakuja achukue mali yako. Usifanye watu wafanye hivyo. Kwa sababu kesho utakuwa na bibi, utafanya aje? Leo unaweka mwingine unafikiri unamsaidia. Kesho labda nyote wawili mtaenda jela. Kwa sababu hiyo ni fraud. So nyinyi nyote muende kuregister. Okay? Tuko na details yenu. Okay, I think we have all their details, which includes their phone numbers. It does, huh? It includes their phone numbers. Tuko na details yenu. Tutajaribu tuone vile tunaweza kuwasaidia. Lazima muwe na chama. Kama uko na chama na mume register hiyo chama, self help group ni 1,000, CBO ni 5,000. Anzeni na self help group, mwanze kuweka table banking. Mkifika mwezi 3 mnakuja kwetu au mnaenda Women Enterprise, mnapata loan, mnaanza kujisaidia. Okay.
Sasa kila mtu hapa anafanya kazi gani? Niko hustle au kuna mtu ako na kazi? Hakuna mwenye ako na kazi. Hakuna mwenye ako na kazi. Ni hustle. Sasa mimi nataka kujua watu wote young hivi ni ugonjwa gani mko nayo? Nilikuwa nafanya ya moto lakini nikawa moto ikaniingia. Nilikuwa nafanya kazi ya moto ya hoteli. Ikaniingia, sasa ikanimaliza. Ikanifanya nguvu zikuwe kidogo. Nikaamua kuachana. Operation nini growth? Nini? Oh, mtoto. Okay. Na wewe? Pengine hapa ni miscarriage. Miscarriage. So zote hizi ni za kizazi? Yes. Family planning. Family planning. Fanya kazi. Usimame imara. Wajua watu wanakimbia kuzaa. 15, 18, 20. Unakuta mtu wako 24 na uko na watoto 5. Mimi nilizaa the firstborn nikiwa 32. 32 firstborn. Wow. Na sasa niko na mjukuu. Alifanya harusi akiwa 27. So kitu nataka msiharakishe maisha. Kitu ya kwanza ni kufanya kazi. Sasa ambao yuko hapa kama kuna kitu mnataka kusaidiwa. Badala ya kutumiwa WhatsApp na kutusi serikali, kutusi kila mtu, ingia hapo useme mimi nataka kusaidiwa na hii. Okay. Alright, ukinifuata WhatsApp tutakutana. Nitatafuta njia ya kukutana.